abantu bansi n'abayibuli bakarwa okweli bagate bagenda buya no mulembe abantu bansi n'abayibuli bakarwa okweli bagate bagenda buya no mulembe yeah bagate buya ndinakitisa likalini bachabirero bisoba kunyamumba kunyamira isi abo mwaka France umundi ukali mujako mojato karuga buka buno nyasikanisa tugachaga bona wocheza bari. Alright, abara kabisa mwancho mutegererwe nkema usikisi FM nose sole kideka chia butokira igani ideke 25 na muguru y'kinsibiri kibono mambe kinsa kya Afrika ya mocha buna nakoliyere ira litukolya lero ngo kikoba no yokoliye kerogo kibo jumbe ase a constituency ya Nyaribari Church me county ya Kisii omuzike Zahir Chanda no alega iga tutekora kora chinkwana nere ya mase ya mara tutabinga murubiri kyabwate anene mono gochesa abantu be constituency ya Nyaribari Church iyo gotoka ime ye county ya Kisii and of course omuzike Zahir oberega kubori keroge kase chintunda chietane tibere ataranyore kerogeke naende nachiko tumanyinga nkiyekogera atarakuwa moyo bugo chikoligia ekirogeke naende tetikorikera amatemone kyagera ekaramu nerega iga kabisa irene gwino boikerano nasengenche yo oikirega iga omuske Zahir Chanda. Karibu sana mheshimiwa. Mbiamono sana, asante sana, mbiamono sana. Lidana karado te yamalieta oronge nche amarieta nenkoro kwa mheshimiwa Zahir Chanda. Yes. Mimi ni mkaaji wa Kisii, constituency ya Nyaribari Church, na Kisii ndio nyumbani kwangu. Asante sana. Karibu sana mheshimiwa. Hii ni Kisii FM. Tunasema enkayo mugusi. Yes, so karibu nyumbani. Asante. Na baada ya kumjulisha msikilizaji majina yako kamili, sasa mheshimiwa twende straight the point. Tunataka kujua ni nini hii hasa unataka kumfanyia mkazi wa eneo bunge la Nyaribari Church ambaye hajawahi fanyiwa tangu memorial. Well, Kisii Nyaribari Church ni constituency ambayo ni kubwa sana, na kwa miaka nyingi maendeleo imerudi nyuma, na ndio maana mimi kutoka 2013 nilisimama kiti ya bunge, nikashindwa 2017. Mnajua yale mambo ambayo yalitokea, lakini hayo tuliwacha nyuma sasa, na nikawa namba 2 na tofauti ya kura kidogo sana. Lakini sasa nimeamini ninataka kusimama tena safari hii, na ninaamini kwamba watu wa Nyaribari Church watanipatia nafasi niwaongoze, kwa sababu Nyaribari Church imekuwa na shida nyingi sana. Shida ambaye ni kwamba hii mambo ya uboke nyumba inaturudisha nyuma. Unapata kama sasa yule ambaye yako katika uongozi, sasa yeye akiwa na ile resources hapati nyumba zote, anahakikisha kwake peke yake ndio kuna maendeleo. So if we are going to do that, na tutaleta mambo kama hayo, na hizi nyumba zingine nani ataziangalia? So inakuwa ni challenge kubwa sana, kwa sababu sasa umaskini umekuwa kubwa sana katika constituency yetu. Watu wanalia, watu wako na shida. Sasa mtoto kama hata pewa basari, ama kienda, ama mzazi akiitisha basari anaambiwa leta pesa kwanza, leta hii kama wewe umetoka nyumba gani? Hapana, wewe hamkutupea kura, sisi tunapatia watu wetu. So we want to address those kind of issues, na tuhakikishe kuwe na haki na usawa ili tuweze kusonga mbele. Mheshimiwa Zahir, labda ukitaja mawili matatu yale hasa ambayo yanakufutia na kukulazimisha kwamba lazima uwe mbunge wa Nyaribari Church. Mawili matatu. Kwanza, Nyaribari Church vile nimesema, mimi nataka kuhakikisha nimesaidia watu wangu. Ndiyo. I am very passionate kusaidia watu wangu. Na mimi nashukuru Nyasaye amenibariki, niko na familia yangu, niko na uwezo kidogo, na Nyasaye amenipatia mali kidogo, na ninakaa chini ninaangalia mimi niko na mali kidogo, mbona nisije nikaingia katika hii mambo ya siasa ili niweze kutoa umaskini na kumaliza umaskini katika eneo bunge letu la Nyaribari Church. Mheshimiwa Zahir, mimi nimefuatilia kampeni zako ambazo unafanya hususan katika eneo bunge la Nyaribari Church. Unafanya wewe peke yako. Ni kwa nini unafanya kazi peke yako na unataka kushirikiana na wengine? Kama kina nani? Wapo viongozi kutoka eneo la Gusii. Ndio kusema kwamba hujapata kiongozi ambaye sera zako zinaenda pamoja na zake? Kwa sasa mimi ninatafuta uongozi wangu, natafuta kiti hii ya Nyaribari Church, na tuko kwa kwanza chama changu ni cha UDA. Ndio. Ambaye inaongozwa na naibu wa Rais William Ruto, na yeye ndio ambaye ninamkampenia kama rais mtarajiwa wetu katika August election. Viongozi wengine tumekuwa
tumekuwa tukitembea na wao. Tuko na governor Machogu ambaye pia yeye anatafuta na yuko kuna mimi katika chama hii. Ndio. Na lakini mheshimiwa, unapomtaja mheshimiwa Ezekiel Machogu ambaye sasa hivi ni mbunge wa Nyaribari Masaba na pia anataka kiti ya ugavana kaunti ya Kisii. Nimeona hivi majuzi kumezuka tofauti kati yako na Machogu. Kwani kulikoni? Unajua katika kila nyumba na kila boma lazima kuna kuwa na vile watu wanavurutana kidogo kidogo. Mheshimiwa Machogu sio mtu mbaya, ni mtu ambaye ninamheshimu sana, ni mzee ambaye amefanya kazi na ni mbunge kutoka yeye ni jirani wangu. Na tumekuwa na urafiki wa karibu sana mimi na yeye. Lakini tumekorofishana kidogo kwa principle ya kisiasa ambaye ninaona mimi sitapendelea nikiona kama kuna kiongozi ambaye kwa kizungu anasema undermine my strength, nguvu zangu katika eneo hili la Nyaribari Chache. Mheshimiwa zaidi ndio kusema kwamba Mheshimiwa Machogu kidogo amekudhalilisha? Kuna mambo kidogo ya Oboke Nyumba, ndio mimi hapo sasa tunakataa hiyo maneno. Sasa tuseme Mheshimiwa Ezekiel Machogu sasa hivi ni mbunge wa Nyaribari Masaba. Anakuwa na Oboke Nyumba vipi na wewe unakuja Nyaribari Chache? Ni kwa sababu wakati anakuja Nyaribari Chache anaambia kuna mikutano zake za kikando, anaambia watu wao, sasa unajua huyu Muhindi yoyo wacha tutafute wetu. So you know, I am a Kenyan citizen. Mimi ni raia wa Kenya. Nimezaliwa hapa Kisii, nimesoma Kisii, omonginaone no Mugusi, akorukwali smora, abana bane hapa Gusii. So where do you want me to go? Unataka niende wapi? Sasa wewe ukiwa ni kiongozi wetu na unakuja unaanza kuleta hii mambo ya Oboke Nyumba na kusema ati sijui tutapatia nani. Though hiyo ni mambo ya in-house na sina shida na huyo mzee. Na nafikiri hivi karibuni tutakaa chini na tutaweza kuongea na tukasuluhisha. Hiyo ni mambo ya baba na mzee, baba na mtoto saa zingine wanakwaruzana kidogo. Kwa hivyo sina shida na chama cha UDA ni chama kubwa sasa hivi nchini Kenya. Kabisa. Na katika eneo bunge la Nyaribari Chache. Sijui umepewa tikiti ama utapewa tikiti ya moja kwa moja ama mtaenda nomination ama consensus ile? No, mimi sina nomination. Umepewa tikiti ya moja kwa moja? Sijapatiwa tikiti bado, lakini sina walizama wote. Wale ambao tunashindana na wao ndio walisikia uzito kidogo wakaona hapa hivyo shida kidogo. Lakini tutakutana na wao mbele ya safari. Mheshimiwa Tegere kama usikisi ya fam ime studio tolenere Mheshimiwa Zahiri Chanda oyakori yobo bunge ya constituency ya Nyaribari Chache tugenda tokora chinkwa na hapa na pale eliko enekinga ngoto manyale boikerano agatiaria arachigokorera abanyaribari nene mono asichinse mu Chache keranyorire ekerogekyo. Mheshimiwa Zahiri Chanda, umegombea kiti hiki ja ubunge katika eneo bunge la Nyaribari Chache kwa muda mrefu. Ni nini hasa kinakupa moyo mbali na wewe kushindwa? Mbali na kushindwa? Ndio. Sioni kama nitashindwa hii uchaguzi. Ninaamini kwamba nitashinda. Inamaanisha kwamba umegombea hichi kiti zaidi ya mara mbili na hujashinda. Na sasa hivi unataka hii kiti mwaka 2022. Correct. Je, ni nini hii iko ndani yako kwamba inakupa moyo kwamba hujawahi kufa moyo kugombea kiti hichi? Ni change. Ni watu wanaumizwa kabisa na wananyanyaswa huko. Unajua ukitembea Nyaribari Chache sio Kisii town peke yake. Nyaribari Chache ina 6 wards. Tuko na Birongo, Bobaracho, Kiogoro, Iveno, Keumbu na Kisii Central. Na ukiingia mashinani pale kuna hali ya hatari sana kwa mambo ya umaskini. Sasa nikiwa ninatembea nikiona mtoto analia kwa barabara na mama yake hajavaa viatu, wako na njaa. Na kuna wakati moja nilikuwa nikitembea nikapata mama moja ananiomba shilingi 5, ananiambia mheshimiwa 5. Sasa nikamuuliza 5 itakusaidia na nini? Akaniambia nitanunua naye avocado na hiyo avocado nitakatia watoto wangu na watakula. Watoto wangu hawajakula siku 2 ama karibu siku 3. Kwa hivyo niliposikia hayo iliniuma sana roho. Na ndio maana nikasema nitahakikisha nimeingia, nimepigana na nimetoa hii mambo ya Oboke Nyumba, nisimame na watu wangu wa Nyaribari Chache niwabadilishie maisha yao ili tuweze kusonga mbele. Wapo wale ambao wanauliza Mheshimiwa Zahiri Chanda anafanya kazi gani? Mimi ni mwanabiashara. Ndio. Wanasema maneno mingi lakini hiyo maneno ni ya porojo. Kuna wale ambao kidogo wanasema Mheshimiwa Zahiri Chanda anapenda kosera sana.
Ni nini hasa inakuelekeza kwa upande huu wa kusera? Unajua maisha imekuwa ngumu. Na kutoka nilianza siasa yangu mimi napenda wananchi. Na kwa sababu watu wako na shida. Sasa kusera sio kwamba hiyo ndio the main mambo yangu ya ndio kama it's not the main agenda. Hii ni ile tu moyo wangu wa kusaidia wananchi tu. Ile tu sasa unajua ukiwa kiongozi ama ukiwa baba, ukiona watu wanakuja kwako ama ukiwa wageni wanakutembelea, huwezi kuacha namna hiyo. Unawapatia hata chai because watu wametoka mbali, watu wako na mashida. So ile kusera, huyo mtu akipata hiyo pesa ambayo anapata kidogo, anaenda ananunua chakula nyumbani na anakula na anasonga mbele. Mheshimiwa Zail, mbali na kuwapatia pesa wananchi, sijui umefanya nini ambacho mwananchi wa eneo bunge la Nyaribari Chache akiangalia basi atakuwa convinced kwamba huyu ataenda kutusaidia hivi na hivi? Kwanza nataka kukukumbusha kwamba mimi sijachaguliwa. Sijapata nafasi ya kuchaguliwa ya kuongoza. Ya pili, mimi sina pesa za serikali za kusaidia wananchi, ya kujenga mabarabara, ya kujenga na mahospitali na kufanya mingi. Yale ambayo ninaweza kufanya ni yale ambaye Nyasaye amenibariki naye kidogo. Ninasaidia watu wakiwa wagonjwa, watu ambao wako na mashida kidogo school fees, wale watu ambao wako na wamepata msiba. Hizo ndio vitu ambaye ninasaidia. Kuna hizi groups ambazo saa zingine ninasaidia, wako na viombe zao, ninawapatia pesa na ninajaribu kuwasaidia. Na pia nimekuwa nikiongea na naibu wa rais ambaye amekuja, amesaidia, amepeana pesa kwa watu ya bodaboda na vitu kama hizo. Kwa hivyo ninafanya ile yangu kidogo ambaye ninaweza. Unajua mimi hauwezi kunitarajia kwamba mimi kama aspirant wa kiti niweze kujenga barabara, niweze kujenga mahospitali. Na tuko na mjumbe ambaye amelalia hizo pesa ambaye ako nazo. Kwa hivyo mimi ile kidogo niko naye ndio ninasaidia wananchi. Mheshimiwa Zail Chanda, wewe ni miongoni mwa wale viongozi ambao wanapenda kutumia majina kama Sipangwingwi. Yes. Na tumesikia NCIC wakiyapiga marufuku baadhi ya majina na kusema kwamba hayapasi kutumika. Ingawa nimeona mawakili wameenda mahakamani kupinga, lakini mbona mnaendelea kuyatumia haya majina na ili hali NCIC imekataa? Unajua ukweli wa maneno ni kwamba mambo ya NCIC ninawaambia kwamba wajue kabla waseme kabla waongee waseme kama mfano kama Sipangwingwi. Sipangwingwi inamaanisha mimi sipangwi. Yaani hakuna mtu atakuja kunipanga. Surely how is that a problem? Hii itakuwa ni makosa namna gani? Kwa hivyo nafikiri kabla waanze kutangaza maneno kama hayo, watafute wataalamu wa Kiswahili ili waweze kuwatranslatea mambo kama hayo ya Sipangwingwi inamaanisha nini. Mheshimiwa Zail, ndio kusema kwamba NCIC hawajafanya utafiti na wakagundua kwamba hayo maneno yana shida? Kama wangekuwa wamefanya, nafikiri wangepata the correct answer. So nafikiri wamelalia kazi yao. Omwanjo Motegali wengayo mugusikisia FM studio tole no yokuligekerwa kyobo bunge imeye constituency ya Nyaribari Chache Moroke Zail Chanda agenderete kokora chinko na cheye masemo ili kumanyanga kerokende gosekomoko mumanyia omumenyi we constituency ya Nyaribari Chache nga ninki ara chikomokorera nyaga ko chikomochoro ba omubunge bwe constituency yo kerokende. Mheshimiwa Zail Chanda, iratoka nga kerokende bamenyi be constituency ya Nyaribari Chache Mbaraga chora kwa mbunge kama wacha kuchagua sasa, utafanya nini? Bas itakuwa ni uamuzi wa wananchi na nitaendelea kujaribu na nitaendelea kusaidia watu wangu, sitakufa moyo. Nitangangana kabisa. Umeunda mikakati gani ya kukuelekeza bungeni? Hiyo nimetengeneza ya sambamba, lakini sitaweza kusema kwa redio. Wapinzani nimejipanga. Niko tayari na. Manake wapo wale ambao wanasema Mheshimiwa Zail Chanda ndio pesa. Lakini sasa manifesto yake ni gani? Manifesto siwezi kutaja kwa sasa kwa sababu unajua nikitaja niko na ile wakati tutapewa ile official campaign period nitaanza kuongea mambo ya manifesto yangu. Kwa sasa siwezi kusema mengi kwa sababu manifesto yangu inaendelea niko na team ya wataalamu, maprofesa ambao wamekaa chini na wanaendelea kuandika manifesto yangu ile ambayo tutaweza kupatia wananchi wetu wa Nyaribari Chache. Ndio. Wewe umekuwa mwendani sana wa naibu rais Daktari William Ruto. Yes. Ni rafiki wako kutoka kitambo.
wa dhati. Je, unaona ni vizuri yeye kama naibu wa rais kupinga serikali ambayo yuko ndani? Kwanza kabisa naibu wa rais ni mtu mzuri sana, ni mtu ambaye mimi naamini kwamba ana maono mazuri sana katika hii taifa letu. Amekuwa naibu wa rais not by default, ni kwa sababu ya hard work, na ninaamini yale ambayo ametupangia ni mazuri. Namba 2, kwa swali lako ambao umeuliza, sioni kama kuna makosa hapo. Sioni makosa yoyote. Na vile nilikueleza awali ni kwamba NCIC waende nyuma waangalie mambo ya kama hiyo usipangwingwi inamaanisha nini. So siwezi kuona kama naibu wa rais amefanya makosa. Naona ako sawa 100%. Bajeti imesomwa. Naam. Sijui hiyo bajeti inamfaa mwananchi ambao unanuia kuwa kiongozi wake wa Nyaribari? Sioni kama hiyo bajeti inafaa, kwa sababu naona inakandamiza mwananchi kwa ndani kabisa. Shida ya bajeti ni gani? Ninaonelea kwamba mambo hiyo ambayo wameongea ya kuongeza bei ya bidhaa na mambo za ushuru itasumbua wananchi, kwa sababu Kenya hii mambo imekuwa mbaya sana. Pesa imekuwa shida, economy inaendelea kuzorota kuelekea chini. Kwa hivyo ninaamini kwamba mwaka huu mwezi wa 8 ninafikiri naibu wa rais akichukua uongozi kama rais wetu wa 5, nafikiri atarudia kusahihisha hii bajeti kama itapita. Sioni kama itapita, lakini kama itapita basi nafikiri na mimi nikichaguliwa kama mjumbe, basi nitasaidiana huko bungeni kuhakikisha bajeti hiyo inafaa mwananchi wa kawaida. Lakini mimi naamini kwamba wale wabunge wanajua hiyo bajeti kipitishwa, walikuwa aware kwamba hiyo bajeti inaenda kupitishwa. Na niaje mnasema kwamba hii bajeti iende kuangushwa tena? Mambo ya bunge kuna mambo ya ukarabati mingi. Kwa hivyo sitaki kusema sana, lakini saa zingine unajua swali mheshimiwa Zaire, kwa sababu unaelekea bungeni. Yes. Naona huko kuna shida kidogo, kwa sababu unajua sasa haikui tena, kwa sababu tunaelekea uchaguzi. Ndiyo. So wanasiasa lazima vile wanaamrishwa kufanya, loyalty ya party ndio inaenda inafanya, they are not looking at interest yao, wanaangalia interest ya chama ili waweze kupata tikiti ama waweze kupata mikakati ya pesa ya kujisaidia katika uchaguzi. Mheshimiwa Zaire, wewe kama mwana UDA umesema kwamba wewe hakuna yule ambaye mnaenda kuvutana kwa upande wa kutafuta tikiti, lakini kuna viti vingine kama mambo ya ugavana, useneta, kiti cha kina mama wa MCA. Yes. Je, nyinyi kama UDA mmeunda mikakati hivi kuhakikisha kwamba kila mtu anatoshelezwa vizuri? No, tumepanga hizo mikakati. Tuko na gavana Mheshimiwa Machogu, ndio team leader wetu ambaye anatafuta ugavana wa Kisii County, na ninajua na maono mazuri, amepanga vizuri. Na nimekuwa na yeye katika mikutano na nimesikia yale ambaye amepanga. Naona pamoja na seneta mtarajiwa wetu Joash Mangi na team yetu ya Kisii County, naona tumejiami, tuko sawa. Umezungumzia seneta Daktari Joash Mangi. Yes. Wewe unamjua kabisa. Amekuwa mwanzo pale, amekuwa na sisi, amekuwa na nyinyi. Yes. Akaondoka. Yes. Akarudi tena. Inakuwaje mnamkubali akitoka na kuingia? Unajua politics is about interest. Yes. Kwa hivyo amekuwa kwetu na yeye ana sababu zake za kuondoka. Maybe huwezi kuelewa, sijui, lakini utapata pengine alifishikwa kidogo mahali akafinywa akaambiwa wewe ukikaa pande hii tutakufunga. Sasa pengine akaona acha arudi pande hii nyingine, ndio maneno ikipoa basi arudi nyumbani. Lakini I think he's a good man. He is a very good person, and I think sisi kama UDA tutachukua uongozi wa Kisii County na tutachukua viti vingi sana vya ubunge na MCAs. Mheshimiwa Zahir, katika upande wa Nyaribari Chache kama eneo bunge, tumeona kuna wale wabunge ambao wamekuwa pale sasa hivi, na sasa hivi pia wamechipanga kwenda kupigana na wewe vizuri. Ni kipi kile ambacho utatumia kama nguzo ama kigezo muhimu kuwaondoa mamlakani? Yale ambayo hawajafanyia wananchi. Yale ambayo walisema watafanyia wananchi na hawajafanyia wananchi. Basi siwezi sema mengi, kwa sababu nitakuwa ninawaamusha. Okay, yale maendeleo ambayo yamefanywa katika eneo bunge la Nyaribari Chache, hakuna maendeleo yamefanyika. Ukikadiria wewe, hakuna maendeleo yamefanyika. Unaweza peana asilimia ngapi ya yale maendeleo ambayo yamefanywa? Yani katika asilimia 10 katika asilimia 100. Ndio. 100%. Ile maendeleo yamefanyika. Ndio. 3 out of 100. 3%. Hakuna kitu. 3. Asilimia 3. 3%. Yani 3 mo ibere isato kwa 100.
Hakuna kitu imefanyika hapa. Nyaribari Chache imekuwa imekuwa ni inaongozwa na a cartel of people. Watu wanafanya uporaji barabara. Hakuna siku yote umeona vitu za Nyaribari Chache zikiwa wazi. Barabara zimeshatangazwa ni nani atapatiwa. Yani kuna hali ya ukarabati wa ufisadi wa hali ya juu. Ndio. Mheshimiwa Zaire, umesema kwamba 3% peke yake kwa 100 ndio imefanya katika eneo bunge la Nyaribari Chache. Na hao ambao wamekuwa pale ni viongozi waliopigiwa kura. Na wewe sasa hivi unagombea kiti hicho ambacho wamekalia kwa sasa. Je, wewe mwananchi wa Nyaribari Chache akuamini vipi kwamba unaenda kumfanyia ili hali hawa hawajawafanyia na wao waliomba kama wewe? Mimi nimekuwa katika mambo ya kutafuta kura, sasa naenda for my third election. Wananchi wananielewa na wanajua yale ambaye nimekuwa nikiongea na wao. Wanajua ile mikakati ambaye nimeweka ya kuwasaidia. Kwa hivyo sitasema sana kwa radio, lakini wananchi wanajua yale ambaye tumekuwa tukifanya. Jana nilikuwa na mkutano kubwa sana, zaidi ya watu 8,000 katika sehemu ya Birongo nikipanga. Kwa hivyo wanajua yale ambaye niko nayo ya kuwasaidia. Asante sana. Omwancho motegere gatubwata higa 14 chioka cyategere kora gachinsa isatu chibono mambe chinsa cha Afrika ya mocha me studio tole no muske Zahiri Chanda yo kuligekero kyobo jumbe ime ye constituency ya Nyaribari Chache county ya Kisii. Na batora kwa liba bali chikutu wageresi mie mase ya moiga tubwate simi beresa toiga elinde umheshimiwa wadanga kona haraka kidogo, mikutano ni mingi. Tumpatie nafasi ili apate kuondoka. Nilikuwa na swali moja tu nilikuwa nataka kuuliza mheshimiwa kuhusu, ameongea sana constituency ya Nyaribari Chache iko na umasikini nyingi sana, watu wameteseka. Je, mheshimiwa, ni watu hawajapata elimu ndio maana wamekuwa watu masikini, ama ni kazi imekosekana ndio watu wamekuwa fukara na umasikini mwingi? Na ukweli wa maneno ni kwamba sio kwamba ni mambo ya elimu ama kitu kama hiyo. Yale ambaye yanafanyika ambaye inaongezea na inachangia mambo ya umaskini ni uongozi mbaya. Kwa sababu wale viongozi ambao yule kiongozi ambaye yuko haangalii watu wa Nyaribari Chache, anaangalia yeye binafsi ni nini ambaye atapata. Hana haja ya watu wa Nyaribari Chache. Ndio maana watu wanaendelea kupata umaskini. Lakini kukiwa na uongozi bora, uongozi mzuri ambaye ninaamini kwamba mimi ndio the best person, nitaondoa umaskini na nitaondoa mambo ya ovo kinyumba. Na naamini kwamba nitatoa umaskini katika constituency yetu. Utatumia formula gani kuhakikisha kwamba unamaliza umaskini na labda ujinga kwa kiasi fulani? Ni kuhakikisha kwamba kuna mikakati ambaye nimewaeleza, kuna manifesto ambaye nitawapatia, hata nyinyi mtaangalia, na tutazungusha kila mahali katika constituency, na ninaamini kwamba mikakati nimeweka vizuri sana. Singependa kusema yale ambaye nataka kufanya kwa sababu wapinzani wangu wakisikia utaona wamekuja wamefanya kabla hiyo wakati, so hapo mtanisamea kidogo. Sijui kama kuna uwezekano tuchukue simu moja mbili 079. Hello. Nyakundi Keumbu. Yes. Nataka niulize mheshimiwa. Ndio. Kwa kweli vile namfahamu mheshimiwa, hata mimi nilimuona siku moja tu, lakini mtu ambaye anaonekana ako na maono, lakini ndio. Tuwasikie kama mimi ni mlemavu sasa. Ako na mpango gani kwa people living with disability? Namba 2. Kwa dagoro kwa? Namba Nyakundi. Nyakundi, sawa. Asante, swali lako atalijibu Alafu tena la mwisho. Mimi ni mlemavu na nataka nimuone anisaidie, nitampata vipi? Okay. Asante sana. Anasema kwamba yeye ni mlemavu, angependa kujua atakupata namna gani moja kwa moja umsaidie, na ni nini umeweka pembezoni pale kwa minajili ya walemavu. Nafikiri umelipata hilo. Chukua ingine. Acha tuangalie kama tuchukua ingine. Enkayo Mogusi. Anga. Ambia mheshimiwa karibu. Asante sana. Ngakiokoro kwa? Mbia mono. Nauliza maswali mawili ama moja.
ngaki okorokwa Mimi ni David Aminga. David Aminga korwa ria Korwa Keumbu Keboba. David Aminga korwa Keboba. Sasa mheshimiwa namuuliza hivi. Ndio. Hapo sehemu za Keumbu akifika Keumbu. Ndio. Ameshawahi kutembelea njia ya Keboba alafu aone vile watu wanateseka huko. Nini inafanyika? Arabuna ngia okorekana? Namuuliza. Ameshawahi kutembea njia ya kuelekea Keboba aone vile na vile iko. Okay, asante sana. Sasa swali la pili. Huko kutoka Keboba. Ako na agenti yake alafu tujue anatembea huko. Okay, asante sana ndugu yangu. Okay, mheshimiwa, kwa sababu ya muda tuna dakika 4 peke yake. Nyakundi anauliza kwamba una mpango upi na walemavu na atakupata vipi moja kwa moja ili angalau apate msaada. Nimekuwa na kiongozi wa walemavu alikuja kunitembelea. Nafikiri yeye ndio huyo kiongozi because ninaamini kwamba vile alikuja alikanieleza kwamba yeye ndio chairman wa disability. Na nikapanga kwamba tutakutana na wao ili tuweze kuwa na mkutano na walemavu, na katika vile unajua katiba yetu inasema hata hao pia wana haki, na mimi nataka kuhakikishia watu walemavu mimi niko na nyinyi, nitasimama na nyinyi, na katika uongozi wangu nitaweka katika mstari wa mbele ili niweze kuwaweka tufanye kazi na wao kwa pamoja. Asanteni sana. Kuna anaitwa David Aminga kutoka Keboba kule Keumbu ndani. Nasema kwamba labda hiyo barabara ipitiki, sijui kama umewahi tumia hiyo njia. Nimepita sana Keboba, barabara kweli ni mbaya, ninakubaliana na ndugu yangu Aminga David. Nimepanga pia mikakati ya kutembea huko. Hali ya maskini ni mbaya sana huko. Watu hawana kitu. Huko ni the highest level of poverty. Yes. Watu wako na umaskini kabisa. Kwa hivyo nitakuwa huko, nafikiri kama si kesho kutwa. Nitakuwa Keboba na nitafanya mkutano kubwa sana Keboba. Na tutaongea na watu ya Keboba na tutapanga kutoka hapo, na mambo ya agent wangu nitamtangaza kesho ni kina nani ambao wananisimamia area hiyo ili washirikiane na wananchi tuweze kusonga mbele. Asante sana. Mheshimiwa Zahiri, najua muda wetu natupa kisogo hapa. Sijui kwa muda wa dakika 2 labda umueleze mwananchi wa Nyaribari Chache ni kipi ambacho umempangia vizuri ikiwa utaibuka na ushindi wa mwaka 2022 uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8. Kwanza ningependa kusema asante sana kwa nyinyi radio ya NKO Mogusi. Yes. Kisi FM biamono sana kwa Aseri Baga. I am very grateful. Ya pili nataka kuambia wananchi wangu wa Nyaribari Chache waniamini tu kwamba mimi nitadeliver. Nitafanya kazi na nitazunguka kuuza manifesto yangu, watasikiliza, na wapinzani wangu pia sio kwamba sisi ni maadui kabisa. Sisi huwa tunakutana, tunasalimiana, na pia wao wako na uhuru wazunguke wauze sera zao. Wananchi wataamua nani ambaye ataweza kuongoza Nyaribari Chache. Ila tu ninataka kumweleza mbunge ambaye yuko hapa, mbunge wa Nyaribari Chache kwa sasa. Nataka kumweleza na wale wengine ambao tunapingana na wao, tafadhali wakubali matokeo ya uchaguzi wa tarehe 9 mwezi wa 8 2022. Je, wewe utayakubali? Nitakubali. Asante. Asanteni sana. Biamono sana. Yasai. Labda tukimaliza Mheshimiwa Zahiri. Lipo jambo ambalo zungumza kwamba kuna mzozo kidogo kati yako na Mheshimiwa Ezekiel Machogu. Yes. Ningependa kuuliza kwamba je, kama hamtasuluhisha mzozo huu, je, huenda ukaadhiri wewe kupata kura za Nyaribari Chache ama Mheshimiwa Ezekiel Machogu kupata kura za eneo bunge la Nyaribari Chache? Well, ni kweli itamdhuru zaidi kwa sababu yeye anatafuta ugavana, na Nyaribari Chache na Nyaribari Masaba ni kitu kimoja. Ikiwa Nyaribari Chache nita divert kura kutoka hapo ipotee kidogo, basi itakuwa ni pigo kubwa sana kwa Mheshimiwa Machogu. Lakini leo asubuhi nimepokea simu 2-3, nimepokea simu kutoka Oscar Sudi, mbunge wa Kapseret, na viongozi wengine, na nafikiri tutasuluhisha. Mimi na Machogu ni marafiki. Ni saa zingine tu baba na mtoto wanakwaruzana, lakini ninaamini mzee huyo ni mzee wangu. Tutakaa chini na tutafanya kazi pamoja, na sina shida na yeye.
Asante sana mheshimiwa Zaidi, nimeshukuru ya kutosha. Thank you. Bia mono sana. Asante kwa kupata muda. Asante sana. Akiwa hata hapo mwingine yake ruku. Alice. Mwingine one akorukwa Alice Mora Mokua. Alice Mora Mokua. Koru Nyanjwa. Nyanjwa. Nimpati ya bana. Mwate niko na watoto 4. Msichana mkubwa anaitwa Nyaboke. Alafu niko na wapili anaitwa Sokoro. Nyaboke amemaliza shule, anaingia university Sokoro. Alafu ni nyimbo ate Ebingwerere wengine wawili wako hapo. Bia mono sana. Mheshimiwa Zaidi, tumeshukuru sana kwa kupata muda wako kuzungumza na Kisii FM. Bia mono. Na wakati mwingine tukikuhitaji tunapata kupata. Asanteni sana. Na mimi nimefurahi sana. Tumeshukuru. Asanteni. Asante. Upeleke salamu zangu mama mwambie Mogaka Mamiuru na Rora Limbuyale na kwa mwana. Asante. Bia mono. Thank you. Bia mono sana. Mwacho motekeli Kisii FM wikira muno to gukorera chinkwa na chema semo no mheshimiwa Zahiri Chanda na ende wike biro binde kero toranyoreri bagali okora chinkwa na munechi ntokore masemo kurwase enkayo mu Kisii FM morobeli omumincholimi bia mono sana singe njoga ndata kwa munaintwe kideka kyategeri nyicho kokora chinsesa to chibono mambe chinsesa to gorona mangana mayiya senchera yobo ikeranu to maikora na togenda ne mero eliende usicheze mbali. Ari chuma nusa babu jetinko yebe sabari yane yari bari amabuko so